Ndio unamuona Mtume sallam anapotafsiri amana. Ndugu zangu, Mtume sallam alipokuwa anahama Maka kwenda Madina, alimwacha Saidina Ali nyuma, akamwambia Saidina Ali, wewe utabakia nyuma kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, maadui wasijue mpango wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wao wakichungulia kwenye nyumba yake Mtume, wanaona kuna mtu amelala kitandani, wakijua ni Mtume bado amelala, kumbe Mtume naye ameshatoka na wao hawana habari. Lakini sababu ya pili kwa nini Mtume alimwacha Saidina Ali nyuma, ni kwa sababu ya kurudisha amana za watu. Hawa maadui makafiri katika wale Makureish, pamoja na kwamba hawakumkubali Mtume kwamba ni mtume wa Mungu, hakuna mtu ambaye walimuamini katika jamii yao wakati huo kuliko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesa zao zote wakimpatia Mtume ndio wanawekea, amana zao, stakabadhi zao, mali yao. Basi Mtume anamwambia Saidina Ali, nitakuacha nyuma, uwarudishie hawa ambao wanataka kuniua mimi, uwarudishie amana zao. Anamwambia Saidina Ali, unaona hii ni mali ya fulani, hii ni pesa ya fulani, hii ni stakabadhi ya fulani, hii ni haki ya fulani, hii ni amana ya fulani. Utapata wapi kiongozi kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ndugu zangu, yani wewe leo mtu amekupatia shilingi milioni moja mfano ya Kenya, anakuambia bwana, na mimi nina safari, nitaka uniwekee hizi milioni, nitasafiri mwezi mmoja, miwili, mitatu, nitakaporudi inshallah naomba unirudishie amana yangu. Kisha baadaye ilipopita muda ukapata habari huyu mtu ambaye wewe umemshikia pesa zake anapanga njama nitaka kukuua wewe, ama kuna njama fulani mbaya ambaye yeye ameshirikiana na watu wabaya, na wewe ndio ambao unaimiliki mali yake. Ndugu zangu, hizi pesa utamrudishia?